alayhi amma ba'd. Tumeingia katika eneo hili, tumekuta ubao pale lauha imeandikwa ahlan bikum fi Jabal Rahma, kitu kama hiki nimesahau kilichoandikwa, lakini tunakaribishwa katika mlima ambao unafahamika kwa jina la Jabalu Ar-Rahma. Jabalu Ar-Rahma ni kitu gani? Ni mlima wenye rehma, yani ni mlima ambao unafahamika kwamba ni sehemu yenye rehma. Kwa nini? Kwa sababu ni mlima maalumu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuchagua. Ni sehemu maalumu katika maeneo matukufu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyachagua, hasa katika kipindi cha ibada ya hija. Hija ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Mahujaji huwa wanakuja katika eneo hili kutekeleza nguzo hii ya hija, na bila ya kuja eneo hili basi hija ya mtu haiwezi kukamilika, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema alhajju Arafa. Huu ndo mlima wa Arafa wenyewe, ndio mlima ambao unafahamika kwa jina la Jabalur Rahma, na una majina mengine mengi, lakini kuna jina ambalo pia ni maarufu, Jabalut Tauba, mlima wa toba. Kwa hiyo mlima wa Arafa leo uko mbele yetu, sote tunaushuhudia na kuona hivi sasa. Mlima huu una historia kubwa sana katika kipindi cha maisha ya Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi. Mahujaji inapofika mwezi 9, siku ya 9 ile ya Dhulhijja, huja katika eneo hili na alhamdulillah yusalluna adhuhra wal asri qasran wa jam'a, wanasali sala ya adhuhuri pamoja na alasiri. Wakati wa adhuhuri wanazitanguliza, kisha wanasali kwa kuzikusanya na wanapunguza, wanasali raka ngapi? 2 katika maeneo haya ya Arafa. Na baada ya hapo tufahamu kwamba baada ya zawadi pale, kuanzia baada ya dhuhuri katika hii siku ya 9 ya Dhulhijja, mahujaji wanatakiwa wakithirishe zaidi kumuomba nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume anasema ma akthar min yu'tika Allahu 'abdan min an-nari min yawmi Arafa. Hakuna siku ambayo Allah huwacha huru zaidi waja wake kutokana na nini? Na moto, huwasamehe madhambi yao kama siku hii ya Arafa. Ni siku muhimu ambayo mahujaji huwa mtu anaacha shughuli zake zote, maana ndio siku muhimu katika ibada nzima ya hija hii, kwa sababu unaomba kuanzia baada ya dhuhuri mpaka kuzama kwa jua. Watu wanamiminika katika maeneo haya kwa ajili ya kumuomba nani? Allah subhanahu wa ta'ala, shida zao mbalimbali, lakini haja zao mbalimbali. Na ndio sehemu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala la yadnu, Allah anashuka na anakaribia na anawaambia malaika wake, ma arada haula, hawa wanahitaji nini siku ya leo? Wa huwa a'lamu bihim, ilhali Allah anafahamu kitu gani ambacho kimewaleta katika ardhi hii waja wake. Allah yubahi bihimul malaika, anajifakharisha kwa waja wake kwamba kuna watu alhamdulillah wananipenda katika maisha. Kwa ni sehemu ambayo hakuna mtu ambaye anatoka katika ardhi hii isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala anafanyaje? Anamsamehe na anammiminia rehema yake. Illa man rahima Allah, mtu ana jambo lako katika nafsi yako, lakini kama utamwomba Allah subhanahu wa ta'ala katika eneo hili, basi Allah subhanahu wa ta'ala anakusamehe, na Allah subhanahu wa ta'ala anaubadilisha moyo wako kuanzia yani eneo hili, eneo la Arafa. Mlima huu unafahamika kwa jina la Jabalu At-Tauba, mlima wa toba, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala huwasamehe waja wake. Lakini pia unaitwa Jabalur Rahma kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala humimina rehema katika maeneo haya. Lakini pia tufahamu kuna tukio kubwa ambalo liliwahi kujitokeza kihistoria, pengine sote tunalifahamu. Lilitokea wapi? Lilitokea katika eneo hilo. Ndio sehemu ambayo imeshuka ile aya ya mwisho katika Qur'an, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Umar ibn al-Khattab anaeleza hilo katika riwaya kwamba hiyo Wayahudi walisema kwamba laiti tungelifahamu siku ya kuteremka aya hii na eneo lake, basi ungelifanya siku hiyo ni siku ya Eid sisi katika maisha yetu. Umar ibn al-Khattab akamwambia, mimi naijua sehemu, naijua wakati, naijua na siku iliyoteremka, lakini hatukuamrisha sisi tulifanye Eid siku hiyo. Kwa hiyo hili wapi? Mtume sallallahu alayhi wasallam katika khutba alwada, ile khutba ile tunayoisikia siku zote katika maisha yetu, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi iliyopokelewa na Irbad ibn Sari, Mtume anasema, Irbad ibn Sari anasema, wa'adhana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam maw'idatan wajilat minha alqulub wa dharafat minha aluyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha maw'idatun muwaddi' fa'usina. Siku moja Irbad ibn Sari anasema alituwaidhi sisi, alitupa mawaidha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mawaidha alikuwa makali mno, sisi tukasema ni kama vile mawaidha haya Mtume anafanyaje? Anatuaga siku ya leo. Masahaba wakamuomba Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kumwambia, ausina ya Rasulullah, tuusie. Mtume akawapa usia nyingi sana katika hii siku. Miongoni mwa usia huo akawaambia washikamane na uchamungu. Mimi sitotaja hadithi nzima kwa ujumla wake, lakini maneno haya Mtume aliyasema wapi? Khutba hii aliitoa wapi? Kwenye kile kibanda tunachokiona kimetengenezwa hivi sasa, pale ndo aliposimama Mtume siku anaizungumzia hii khutba, pale kwenye kile kibanda tunachokiona hapa
hili. Pale ndio eneo alilosimama Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati anatoa hii khutbatu alhaja au khutbatu alwada, na ndio eneo ambalo alikuwa akisimama yule khatibu kipindi cha Arafa. Lakini hivi sasa hakuna uwezekano wa kusimama katika eneo hili, jua linakuwa kali, hatuna uwezo wa kuhimili sisi kipindi cha hija, bali askari wanazunguka, wakimwona mtu kama eneo haya wanamrejesha, kwa sababu kuna mahema. Eneo la Arafa sio eneo yote ambayo tumepita na mpaka wake umeandikwa bidayatu Arafat, nihayatu Arafat. Hapa ndio mwanzo na mwisho kama yao kali. Watu haruhusi kutoka, wanakaa kila mmoja katika eneo lake na kuja kufanyaje, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kila mmoja kwa nafasi yake. Huwa siku hii hakuna mtu anayetaka kuzungumza na mwenzake muda wote, kwa sababu watu wanajua walilolijia hasa linapatikana ndani ya siku hii ya mwezi 9 wa mfunguo ule wa Dhulhijja. Kwa hiyo hii ni historia fupi ambayo sisi inabidi tuifahamu, tujihisi yani ni kama vile tumekuja hija. Mahujaji waulizeni waliokuja hija, waliobahatika, hawaujui huu mlima wala hawafiki katika eneo hili kipindi cha hija. Lakini sisi alhamdulillah kipindi hiki hakuna kile kizuizi kikubwa cha askari kuzuia watu kama msende. Askari wanahofia watu watakuja kuuana katika maeneo haya, huwa hawaruhusu, wanatoa mahema kwa mahema. Mara nyingi mahema yetu wa Tanzania hayafikiwi kwa sababu yanakuwa yako mbali kidogo na maeneo haya karibu, huwa hatupati sababu ya kusogea hapa. Sisi alhamdulillah leo tumefika hapa, lakini tumeuona na mlima na tunaona eneo ambalo tumelitumia kwa ajili ya ibada hii. Sasa hizi eneo gani linatumika badala ya eneo hili? Pia katika viwanja hivi vya Arafa kuna msikiti ambao unatumika badala ya eneo hili ambao unafahamika kwa jina la Masjidu An-Namira. Msikiti huu ufunguliwa kwa ajili ya siku hii moja tu. Sasa hizi unafungwa ndani ya mwaka mzima, unafunguliwa siku hii. Ni msikiti ambao unabeba maelfu ya watu kwa ajili ya watu kutekeleza ibada yao ya siku hii ya Arafa katika msikiti huo kwa jamaa, na khutba inatolewa katika msikiti huo wa Masjidu An-Namira. Tutapita, tutauona kwa nje biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hatutoshuka katika gari kwa sababu historia yake tumeshafanyaje, tumeshaitoa hivi sasa. Nafikiri maelezo haya tutosheke nayo. Naamini kuna watu wana mengi na kuna historia zinafahamika zaidi, lakini ule ambaye anahisi kwamba kuna kitu muhimu zaidi akijazungumza hata ashiria, inshallah kwenye mabasi mashehe zetu watafanyaje, watakigusia. Kama una uwezo kukizungumzia, tutakupa fursa inshallah kufanyaje, kukitolea maelezo. Kikubwa tuwaidhike na tupate tufahamu hii historia, na pia tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa Allah ametuwezesha sisi kuja katika miji hii. Tumefika mpaka Arafa leo, lakini tusiku sio basi aliyekuwezesha leo kufika hapa, muombe akuwezeshe uje ufika katika hii siku ambayo leo tunaizungumza, siku ya Arafa. Allah subhanahu wa ta'ala karimun biibadi, Allah ni mkarimu kwa waja wake. Kwa hiyo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tukiwa katika viwanja hivi atujalie sisi tuwe ni miongoni mwa mahujaji wa mwaka huu au mwakani biidhnihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulih sallallahu alayhi wasallam. Ya rabbi inna nas'aluka فعل الخيرات، اللهم إنا نسألك كل الخير، اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من حجاج بيتك الحرام هذا العام، اللهم اجعلنا من حجاج بيتك الحرام هذا العام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انزل علينا السكينة والرحمة والأمان برحمتك يا عزيز يا رب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.